itakuja kwa ma TV yenu Tanzania. Haleluya. Kwa nini ninaongea mambo ya Tanzania? I saw leaders, nimeona viongozi wa baadhi ya viongozi wa kitoroka inchi. Itakuja kwa ma TV yenu. Watumishi wa Mungu Tanzania wamenyimwa kuongea. Wametumiwa ma-CID mpaka kanisani. So wamefungwa mdomo wasiongee. Lakini mimi naongea. Wacha niongee kwa niaba pia ya hao watumishi. Na hii mfikie mpaka kiongozi wao Samia Suluhu. Hawezi akazuia mabadiliko ambayo yanakuja. Kwa sababu Samia anaishi nyuma ya kalenda. Na hata ukitumana askari waende kwa ibada, wachunguze ni nini wachungaji wanahubiri, watume na hapa. Watumishi Tanzania wamefungwa mdomo, wengine wamekimbia nchi, hawako kwa nchi yao. Lakini wacha niwaambie wa Tanzania kwa jumla ya kwamba vile nchi yao inaishi sasa hivi, wanaishi kizamani nyuma ya kalenda, wakati time na season imesha change. Na mimi simchukii Samia Suluhu. Hapana. Simchukii Samia Suluhu. Hapana. Najua vizuri sana kwamba mimi ni mteja wao mkubwa. Lakini mteja wa nambari unayepiga hapatikani kwa sasa. Hatapatikana. Lakini najiona very soon, in a very near future, I'm seeing myself katikati ya Dar es Salaam na mikutano kubwa sana ya Injili. Kubwa ambayo haijawahi kuonekana. Sasa ngoja niwaambie, niwatie moyo wa Tanzania. Huenda mmefungwa, wachungaji, huenda mmefungwa mdomo. Msiseme chochote. Msifie uovu. Lakini very soon, in a very near future, mnakwenda kuwa na freedom ya kuhubiri habari njema. Fulani ameeba. Fulani amefanya nini? Ameeba. Sababu Bwana wa majeshi anakwenda kuileta Tanzania kwa mwanakondoo. Na hiyo ndio kitu inazuiliwa. Because yule rais amekalia kiti sasa hivi, ambaye nilisema ni yeye atakuja kukalia. Si nilisema farasi ya green iko na mtu juu na ingine haina. I told you everything. But now ninaona watu wawili wakikalia kiti hii moja. Saa hii katika taifa ya Tanzania naona watu wawili wakikalia kiti moja, mwanamke na mwanaume. Na Tanzania ninaona ghafla viongozi wakikimbia nje ya nchi, lakini baadaye wakirudi kukiwa salama. Ukiwa salama kabisa. So, time and season wa Tanzania wanatakiwa kujua ilishapita. Maana kuna taa imepelekwa Tanzania. Na hii time and season ambayo iko sasa, kila majira na vitu vyake. Kila kipindi na vitu vyake. So, niliwaambia mwenge ile ya Tanzania inaenda kuzima. Kwa nini? Kwa sababu CCM ikishakosa nguvu, mwenge haina hata moshi. Of which inakwenda ku happen very soon. Now, ninajua Watanzania kanisani wahubiri wamefunikwa mdomo. Wasiseme chochote.
Lakini msiogope wahubiri, watumishi wa Mungu Tanzania, mitume, manabii, maaskofu, hata mashehe, msiogope, maana hata nyinyi mmefungwa mdomo. Maimamu, hata nyinyi mmefungwa mdomo. Sasa najua kuna shehe mahali ananitazama anasema haleluya. Lakini Mungu ameniambia niwaambie, freedom is at the door. Kanisa ya Tanzania ibarikiwe. Nasema kanisa la Kristo Tanzania libarikiwe. Because the time you will fight against the church, that is the time mene tekeli na peresi. Kama vile sasa hivi ninaona kwa sura uso ya Samia Suluhu, mene tekeli na peresi. Ufalme wako wamegawana Waajemi. Na ndio maana CCM inakwenda kuwa ngapi? 2. Watumishi wa Tanzania wawe imara, wamhubiri Kristo Yesu, wawasaidie watu wa Mungu, kwa sababu all of a sudden, very soon, kuna kwenda kuwa na Tanzania mpya ambayo haijawahi kuonekana. Hii Tanzania inakuja, mimi sijawahi kuiona. It is a new one. I've never seen a such kind of Tanzania. This one is very new. Very new. Na itakuwa haina misingi ya Nyerere. Sema amen. Watanzania watakuwa kwa miaka zijazo watakuwa wana speak English kama wewe, kama yako. Why? Because ile kitabu mpya inakuja kwao, inaruhusu, itakuwa inaruhusu kabisa wawe kama wewe. Amen. Yeah. They need change. Changes inakuja Tanzania. Na hakuna mtu atazuia. Sema amen. Hakuna. And the prophet shall live to see. Huyo ni Nabii Lemo Tito ambaye amekuwa akizungumza sana na pia akitaja mengi zaidi ambayo yatafanyika kule Tanzania. Na mwaka uliopita, mwaka 2025, alikuwa pia ametoa taarifa kwamba Tanzania yule ambaye atakuwa amesimama uongozi ama kuchaguliwa, ama yule atakuwa anapendwa sana, hataweza kupewa kile kiti cha urais na Samia Suluhu. Na wale vibaraka zake pale ataweza kurudishwa na wataweza kuendelea na uongozi wa Tanzania. Lakini kile pia alikitaja, alisema kwamba Mama Samia Suluhu ndo achaguliwe, lazima kutakuwa na umwagikaji wa damu. Na kwa kweli iliweza kuonekana pale, kuliweza kukuwa na umwagikaji wa damu. Watu walipigana, Watanzania wengine zaidi ya 3,000 hivi kulingana na vile taarifa zilikuwa zinatufikia, wakaweza kuaga dunia. Sasa hivi Lemo Tito amerudi na utabiri mpya akidai kwamba Tanzania itakuwa na uongozi upya siku zijazo, na ametaja kwamba, akasema mwaka 2026 kutakuwa na mambo mengi yatakuwa yanafanyika kule Tanzania. Kwa hiyo akasema Tanzania wajitayarishe, manake kuna mengi yataonekana. Lakini pia wamekuwa wakijiuliza mambo mengi, je, hayo yatafanyika vipi? Manake Samia ndio sasa rais mpya kule Tanzania. Haya yatafanyika vipi? Ni kitu gani hasa kitafanyika ili uweze kufikia Samia Suluhu aweze kuondoka pale katika uongozini pale. So they said, wakasema kwamba hatamaliza vizuri. Yule Mama Samia Suluhu hataweza kumaliza vizuri. Ni mambo mengi ambayo yametokea kule Tanzania. Na huyu ni Lemo Tito ambaye amekuwa akizungumza kwa mara nyingi sana, kwa wakati mwingi sana, akizungumzia mambo ya Tanzania. Kile ambacho amekisema ni kwamba kutakuwa na mtu mpya ambaye atakuwa amechaguliwa
na Mungu. Kwa hiyo bado hata sisi pia hatujui ni mtu gani huyo, na cha kushangaza ni kwamba Mama Samia Suluhu, watu wana maswali, ataelekea wapi, atakuwa wapi wakati ule uongozi utakuwa unachukuliwa pale. Lakini kumbuka pia Lemo Tito alikuwa amesema kwamba Tanzania wajitayarishe, watakuwa na state funeral. Kumbuka ule Lemo Tito ndio alitabiri ya Kenya na ikaweza kufanyika. Sasa hivi yuko kule Tanzania, mambo yatakuwa vipi? Hii ni Kenya Dispatch News, zili kufuatilia.